Iko hivi watu wa Mungu. Hekima ya masikini haisikilizwi. Sio mimi nimesema, ni Biblia yako ndio inaandika. Na aliyeandika ni mtu mmoja tunayeamini alikuwa tajiri kweli. Hakuna mtu aliyemfikia kwa utajiri wake. Ya kidogo anamsogelea yule Mansa Musa aliyekuwa Mali Empire. Lakini hakuna mtu aliyeweza kufikia utajiri wake mpaka tunavyoongea leo. Ni nani huyo? Mfalme Suleiman. King Solomon. Suleiman anasema hivi, kulikuwa kuna mtu ana hekima kweli kweli. Yaani hekima yake ilikuwa inaweza kuokoa mji. Yaani aliweza kutoa idea ambayo ilifanya huo mji usiangamie. Wakafuata ile hekima yake. Walipookoa ule mji wake, hawakumkumbuka. Kila mtu aliendelea na mambo yake. Hawakukumbuka kwamba kuna mtu alifanya hichi kitu, alileta hili wazo, tukaondoka kwenye hili tatizo. Wakaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo akaja na conclusion kwamba hekima ya masikini haisikilizwi. Kama hivyo unaona Suleiman alikuwa ni muongo. Aya, mkumbuke leo yatengeneza ngao ya taifa. Si tunamkumbuka yule wa uhuru na mmoja. Tulimkumbuka akiwa wapi? Akiwa anapigania uhai wake kule Muhimbili. Si ndio mkumbuka? Watu wote ndio mkamfahamu kwamba aliyetengeneza ngao ya taifa ndio huyu. Akiwa hoi dakika za jioni kabisa ndio watu wakamkumbuka. Kwa hiyo naamini kwamba hekima ya maskini haisikilizwi. Sasa unavyokuwa unasikia hivi, kumbuka kabisa maskini hasikilizwaji. Yaani hata uwe na pointi kiasi gani, hata uwe na akili kiasi gani, watachukua idea yako, wataitumia wao na hauna sehemu ya kuwapeleka. Nini unatakiwa ufanye? Tafuta pesa. Umesikia? Suleiman huyu ambaye alikuwa ni tajiri, ana pesa, ana maandiko mengi sana ya kukataa umaskini kwa sababu anajua jinsi maskini anavyotreatiwa, jinsi maskini anavyoangaliwa. Yaani hata kama hauna uhitaji, ukimpigia tu mtu simu, unataka tu kumsalimia kwa sababu tu hauna pesa, anasema ameanza, hata kama ni salamu tu. Kwa hiyo rafiki yangu, jitahidi kutafuta pesa. Usije ukasema mimi natafuta ufalme wa mbingu, vingine nitazidishiwa. Utazidishiwa kweli ukitafuta ufalme wa mbingu, lakini koma kutafuta na pesa yako ili watu wakusikilize. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unaweza kupita barabarani kule, ukimkuta yule mchungaji amekaa pale stendi ya basi, sijui stendi ya daladala, anatangaza injili, wala umsikilize. Lakini ukimkuta kaka amevaa vizuri, mdada amevaa vizuri, amepaki gari yake pale anatangaza injili, lazima usimame umsikilize. Si ndio? Si tunakubaliana? Kabla ya kusema sijui pesa, dhahabu, majumba ni mali kupita, vinapita tu, sijui nini na nini, hakikisha vinapita kwenye mikono yako. Kabla ya kusema vitu vyote ni ubatili, hakikisha vimepita kwako. Suleiman alisema vitu ni ubatili, lakini tayari alikuwa ni tajiri, alikuwa na hizo pesa. Umenisikia? Kabla ya kusema pesa hainunui furaha, hakikisha pesa unayo kweli. Umenisikia mtu wa Mungu? Tafuta ufalme wa mbingu na vingine vyote utazidishiwa. Ukiwa unatafuta ufalme wa mbingu, tafuta na pesa. Wekeza na juhudi zako kutafuta pesa huku ukimtafuta Mungu. Umenisikia mtu wa Mungu? Kazi ni kwako.